Inaitwa Ndalo Raymond. Mimi mkaji wa Nakuru, Kaptembwa na civic educator in Nakuru County. Okay. Civic educator. So kuna hii manifesto zimetoka jana, zimereleasiwa mbili, ingine iliiliwa huko nyuma kidogo. Je, maoni yako kuhusu hizi nini mbili? Kwa ufupi tu, tatu zote kwa ufupi. Kwa ufupi nitakueleza hizi manifesto zote mimi nimepitia na nimejua vile kila manifesto kama ya Azimio, ya Kenya Kwanza na ya Wajackoyah inasema. Na ya kwanza anaanza na Azimio. Ya Azimio tulifuatilia, tukaona Azimio wanataka kuanza factories kwa kila county. Na hiyo ni productivity itakuwa kwa county vizuri. Na tukaona tena Azimio kuna ile pesa wanataka kutoa 6,000 kwa wale vulnerable groups. Na hiyo 6,000 vile wataipata ni rahisi. Tuliambiwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, rais wetu, alisema kwamba 2.5 billion huwa inapotea kila siku. This 2.5 billion ukipiga mwezi mzima ni pesa mingi na huwa inapotea kwa mfuko ya watu. Hiyo ukipiga vizuri itaweza lipa this 6,000 ya watu vulnerable Kenya yetu, kwa sababu watu vulnerable ilisemekana they are less than 8 million. Na sasa hiyo pesa itaweza lipa. Tukiangalia tena sehemu zingine, mambo ya Azimio kuna vile inavutia, na sio tu production peke yake, production na consumers. Sasa unaona mambo ya corruption, wanazuia corruption, na the moment wanazuia corruption, Kenya itapata pesa mzuri, kwa sababu majority ya Wakenya wanapata pesa yao through corruption. Sasa hiyo nimesupport hiyo manifesto ya Azimio. Tukiendea kwa ya Mheshimiwa Ruto, niliangalia jana tangu watu waanze kuingia mpaka mwisho vile ilikuwa inaendelea. Nikaiangalia vizuri na iko na uzuri yake na iko na loopholes mingi. Ya kwanza aliongea mambo ya hustler nation, ya kasema ni women watakuwa wanapewa nini 500 billion. That 500 billion aku explain this 500 billion itakuwa inaingia namna gani. Akasema 50 billion kwa vijana, na aja explain hii 50 billion itakuwa inaingia namna gani. Kenya tena alifanya mbaya ni mambo ya institution. Kuna zile institutions zina fight corruption kama ya EACC na zile zingine na judiciary na hizo zingine. Alisema kuna vile zitaangaliwa, unaona, kumaanisha fight yake itakuwa against watu, unaona, na inakuwa institutionalized kwa kizungu, si ndio? Sasa kuna vile hizi institutions hazitakuwa na ile independence wanasema. Hiyo independence wanasema, lakini haitakuwa. Atakuwa na fight those people. Na lazima ukitaka constitution manifesto vizuri, lazima uangalie njia ya kuifunga. Kwa kufunga wenye watakuwa wanaharibu pesa. Na hakusema njia yenye atafunga. Sasa kwake ilikuwa consumers alitengeneza njia consumers watakuwa wengi na production itakuwa kidogo. With Azimio production ni mingi na consumer watakuwa chache, unaona, which is good. Sasa constitution ya Azimio it was good. Tukienda kwa Roots Party, Wajackoyah ali explain mambo ya marijuana vile itakuwa inapandwa. Alisema ekari ya Nyeri ikipandwa yote itakuwa inauzwa sehemu zingine kama China, US na hizo sehemu zingine, na ilipe deni one harvest. Ikiharvestiwa mara moja hivi ilipe deni ya trillion fulani. Hiyo ilikuwa ni sawa. Hiyo kama Galana scheme, ama kama ni Nyeri pale ipandwe Nyeri, ipandwe Bunyore pale, ipandwe Kisumu, na iwe ni sehemu yenye metengwa yenye mtu hawezi ingia. Kama tuna national parks. National park kama hapa chini huwezi enda tu ingie tu, inalindwa kwa sababu ni kitu inaletea serikali pesa. Sasa hiyo mambo ya marijuana sio mbaya, that idea is very good. Lakini kuna vile lazima tukae chini tuone hii idea yake tunaweza fanya aje. Ndio mimi nilikuwa naomba hata kama serikali Azimio itapata Profesa Wajackoyah awe absorbed na tulete more ideas, kwa sababu vile yako is somebody mwenye ako na more ideas yenye inaweza tusaidia. Kwa sababu ukichukua Black Mamba, the Black Mamba ali explain that Black Mamba ukitoa tu hiyo sumu yake hiyo kidogo hivi it is 600 bob, na the way ukipiga hesabu itaweza tusaidia the Black Mamba. Sababu Black Mamba inatakana ifugwe kwa national park, alafu iwe inatuletea pesa. Si kila mtu afuge. Sio kila mtu afuge. Iwe na restrictions. Na hiyo tuna support na Roots Party kwa hiyo manifesto yao. Kenya tu tunaweza kuomba isiwe
vile watu wanadhania ati marijuana vijana watavuta, hapana. Hiyo hata Wajackoyah juzi Kisumu akiwa kula alikaribishwa vizuri sana, tuliona. Kuna kijana alikuwa amepanda juu ya pikipiki akawa anavuta bangi, akakasirika kwa sababu bangi yenye anasema si ile watu kuvuta hivyo. Akamwambia kijana stop it. Mpaka huyo kijana aliwacha kufanya hivyo. Kumaanisha idea yake ni mzuri, lakini sio vile vijana wanadhania, ndio vijana wanamfuata. So the perception of the community ama the society ndio inampeleka points zake vibaya. So perception ya the community ndio idea yake inachukuliwa vibaya, lakini yake ni mzuri. Tena ukiangalia Kenya Kwanza manifesto yao walisema, Mheshimiwa Ruto alisema kuna kitu inaitwa micro small enterprises. Alisema watapewa pesa na akazao kuna zile makampuni kubwa akazizao. Sasa yeye atakuwa na concentrate kwa hizo makampuni ndogo, microfinance ndogo na nazao zile kubwa, na hiyo ni kuangusha zile makampuni kubwa. Na mambo ya KRA hakutilia mkazo, hakuzungumza kabisa mambo ya KRA, mambo ya corruption, na hiyo corruption ndio imemaliza Kenya. Na sasa kwa sababu amezingirwa na those people who are corrupt, that's why hakuiguza. Unaona? Sasa ni lazima akitaka apate kura lazima atilie mkazo mambo ya corruption. The best manifesto yenye nimejua itatimizwa ni ile ya Azimio. Na vile tumejua Mheshimiwa Raila wakati alianza 2005 mambo ya majimbo, alianza kama mchezo, watu wakasema haitawezekana. Na baadaye tukaona 2010 katiba ikapita na hiyo majimbo ikakuwa ndani. Watu waahidi zile vitu ambao wanaweza tenda, wasituahidi tu zile vitu kwa sababu wanatafuta kura kwa sisi kama raia. Na nishika mimi kama raia nataka ule kiongozi mwenye kesho hata nikienda kwake atanifungulia mlango, sio mwenye sasa anataka kura lakini kesho yake nikienda nitakuwa nabebwa obela hata gates karibi. Okay. So kwa maoni yako sasa, kwa hizo vitu wamesema zote, jana ulisikia ya Mheshimiwa Ruto kuna mabilioni kadhaa amesema. Je, kwa maoni yako hizo mabilioni zitapatikana aje, ama alielezea kama kuna penye ulisikizia? Okay. Hizo mabilioni ndio zitatoka, lakini mimi swali yangu kama raia, zitatufikia? Huwa zinatoka ndio kawaida, hata last time ilitoka, lakini sisi kama raia haitufikii, hatuoni hizo manini za hiyo manifesto. So maoni yako ni gani? Mimi sina mengi, lakini raundi angalau kila mwananchi aangalie, afikirie sana kabla hajaweka kura yake. Naam. Na hii ya Roots Party pia unaonaje? Ya Roots Party naye sitaongelea. Mimi naongelea kwa zile mbili tu. Kwa zile mbili. So ya Roots Party ni mimi hapo siko. Je, wewe ni kijana naona, na kuna vijana wengi kuhusu, mostly tunatumiwa sana kuhusu katika hii time ya election. Maoni yako kwa vijana wenzako ni gani? Sisi kama vijana tutie maanani upande wa riziki yetu. Usikubali kutumiwa. Leo tutapewa hiyo 200 au 300 au 100, uende upige mwenzako, umize mwenzako, uibie mwenzako. Jambo alafu kesho uweke adui na wewe mwenzako. Na wewe mwenzako jirani wako ndio rafiki yako na ndio ndugu yako. Mwenye kesho wakati election kura itakuja itaenda. Election itakuja itaenda. Kiongozi atakuwa whether uwe ama uko. Sasa tujiadhari kama vijana. Tusitumiwe vibaya. Sawa. Ladies and gentlemen, thank you so much for that time. Kindly continue subscribing as we continue with this journey.